Bishop Ole yuko hapa, kwa hiyo lazima nikae vizuri. Haleluya. Ni wakaribishe ndugu zangu. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Freddy, tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Jonathan Ndali. Tunatamani kuongea mambo machache ambayo tutayadiscuss hapa sawa sawa na kusudi la Mungu. Haleluya. Naomba tusaidiwe, protocol tusaidia hawa ndugu wafike hapa. Amen. Are you happy to be in the presence of God? Yeah, tutatumia muda mrefu. Najua wengine mnasema ubagile bana, ubagile. Sawa, tunakuja huko. Sawa. Tupange kwanza mambo vizuri kwa utukufu wa Mungu. Karibu sana pastor. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naomba tu mgeukie jirani yako, mwambie umependeza. Turn to the other neighbor, tell them you look amazing. Alafu muangalie yule ambaye ulidhani hajapendeza, mwambie tu umependeza. All right. Napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru Dr. Piana pamoja na team kwa kuleta grand praise Malangoni hapa Dodoma. Mimi kwa majina naitwa Jonathan Ndali. Mimi ni mtumishi wa Mungu. I am an apostle in the marketplace. Mimi pia ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika linaitwa PJ Leaders. We exist to build people and equip leaders. Kwa hiyo nachokifanya mimi, Mungu amenipanda kwenye marketplace, nazungumza na viongozi, nazungumza na wafanyakazi kwa kuwajengea uwezo na kuwasaidia kunavigate the corporate complexities. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nawaombea pia na naongoza sala ya toba. Okay, so I'm going to facilitate this panel na tutakuwa na chat. Wazungu wanasema fireside chat. All right, kwa hiyo tutakuwa na maswali mawili matatu na kwa ufupi tu niwataje majina yao panelist wangu, lakini Dr. amesha mention Pastor Freddy Msungu, lead pastor Destiny City Church. Tuna makofi tafadhali. Yes, tunaye Dr. Ipiana Kibona ambaye ndio mbeba maono wa Grand Ibada, lakini tutakuwa joined online na rafiki yetu mmoja mkubwa sana anaitwa Pastor au Dr. Joel Nanauka. Kwa hiyo kama una notebook, tafadhali chukua notebook yako na peni and let's have a chat. Na kwa kadri Roho Mungu atakavyotuongoza. Amen. All right. So very quickly, of course hii swali nitalileta kwako Pastor Fred. Na kabla sijakuuliza nataka niweke foundation kidogo. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 6, Exodus 3:6, God introduces himself to Moses in the burning bush. Na he introduces himself by saying, I am the God of your father, right? The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sasa wakati nasoma hili andiko nikawa natafakari, nikasema why did God choose to introduce himself like that? Yani kwa nini Mungu alijitambulisha kama a generational God? Baadaye Roho Mtakatifu akanipeleka kwenye kitabu cha 2 Timothy, Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5, na hii ni barua ya Paulo anamwandikia Timotheo. Anamwambia, nikikumbuka imani iliyokuwa kwa bibi yako Luis, ambayo iko kwa mama yako Eunice, na ipo kwako pia. Nikasema okay, you see 3 generations. Alafu kisoma Ufunuo Revelation 1:8, Yesu anajitambulisha hivyo kwamba I'm the God who was, is and is to come. Kwa hiyo nikaangalia hiyo pattern. Our God is a generational God. Sasa nikadevelop a certain question. Nikasema nikikutana na wewe Pastor Fred, nitakuuliza hili swali. Na Dr. Ole amezungumza, amesema vitu, kwa mfano na nukuu, vijana sikilizeni maongozi ya wazee, nukuu ya kwanza. Akasema pia kanisa haliko kwenye mikono ya wazee, lipo kwenye mikono ya vijana. Sasa nikasema Pastor Fred, kuna umuhimu gani wa kupokezana vijiti in terms of madaraka, nafasi, ujuzi, maarifa, mantles, etc. Kuna umuhimu gani wa kupokezana hivi vijiti kutoka kwa generation ya wazee wetu kuja kwetu? Na nimenotice mtaani sasa, kuna kama bato hivi
Yaani kuna kama mvutano hivi, kuna kama changamoto. So kuna umuhimu gani wa kupokezana vijiti na hii changamoto? How do we navigate it? Nini tufanye ili tuweze, kwa sababu wazee wanasema vijana bwana mna mambo mengi, we can't trust you. Na sisi tunatupia mpira wazee. Tunasema wazee bwana wako outdated. Kwa hiyo it's like a tug of war. Sasa umuhimu uko wapi na nini kifanyike? Karibu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 kabisa, mahali ambapo Mungu anaanza kuumba. Ukisoma nikirifaa kwenye swali lako, utaona hata Mungu alipoumba mimea, kitu cha kwanza kwenye kila tunda aliweka mbegu ndani yake. Anasema tazama nimewapa kila mti, kila tunda yenye mbegu ndani yake ambacho ndicho kitakuwa chakula chenu. So utagundua toka siku ya kwanza Mungu anaumba, Mwanzo 1:26 anapoumba na maliza anasema zaeni mkaongezeke. Utakuja kugundua utaratibu wake, yani ulikuwa ni utaratibu wake ya kwamba kila ambacho kimeumbwa hataumba tena, ila atakiruhusu kilichoumbwa kikazae kitu kinachojifanania. Kwa hiyo sasa tukijua kweli hii, tutakuja kugundua ya kwamba necessity ama ulazima wa mpokezano wa vijiti ni kwa sababu toka Mungu anaumba ndio utaratibu aliouweka. Mungu ameshaumba, amemaliza kuumba. Alafu alivyoviumba ameviwekea mbegu ndani yake. Ukisoma Mwanzo 1:24 anasema Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, sio jinsi yake, kwa jinsi zake. Mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Kwa hiyo swala la kupokezana vijiti ni kwa sababu ilishakuwa hivyo. Haiwi hivyo sasa, ilishakuwa hivyo. Na ndio maana watu wote ambao wamesubscribe kwenye mfumo wa ubaba na uwana wanatembea, kwa sababu Biblia inasema watoto ni sawa na mshale ama mkuki mkononi mwa shujaa, ikiwa na tafsiri ya kwamba shujaa aliposimama ndio limitation alionayo, lakini mkuki alioushika anaweza akaurusha ukaenda mbali zaidi, na kule ambako yeye hajawahi kufika mkuki utafika. Kwa hiyo kuki ni mtoto. Kwa hiyo tukijua siri hii ya kwamba baba zetu wametutangulia kwa ajili ya kutengeneza na sisi tumekuja kwa ajili ya kupokea, hakutakuwa na hii confusion hapa katikati. Kwa sababu kama jinsi ambavyo vijana wana speed, ndivyo ambavyo wazee wanajua mwendo. Kwa hiyo tunatakiwa tukae pamoja, wazee watupe ramani ya mwendo, alafu sisi tukimbie na ule mwendo. That is the necessity ya kuwa kwenye hicho kitu. Kwa hiyo utaona, nikimalizia kwenye swali lako, ikiwa Mungu mpaka miti, mpaka tunda anataka yazaane, je, sio zaidi sana kwa wanadamu? Na ndio maana unaona assignment ya kwanza Mungu anamwambia mwanadamu, neno la kwanza akambarikia, neno la pili Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Ukisoma tafsiri ya Kiingereza pale ama tafsiri zingine, neno kuzaa ni zaidi ya kupata watoto. Anasema go and be fruitful, nendeni mkawe na matunda. Maana yake wewe kama mfanyabiashara, nenda kazae, mfanyabiashara uongezeke. Wewe kama muimbaji, nenda kazae, muimbaji muongezeke. Wewe kama mhubiri, nenda kazae, mhubiri muongezeke. Wewe kama mwanasiasa, nenda kazae, uongezeke. Alafu tukaijaze nchi. Tunaijaza nchi kwa nini? Kwa utukufu wa Mungu, kwa vile vilivyozaliwa kutokea kwenye mbegu ya Mungu. Now tumeona umuhimu kwa sababu ni kitu ambacho Mungu alikitengeneza kuanzia awali. Sasa changamoto inakuja wapi? Na kwa utashi wako, labda kwa experience as a pastor pia, kuna mtu anakusikiliza anaona mbona kama kuna ukuta, yani mbona kama inatakiwa iwe hivi naturally, kwa nini haiwi? Yes. Jambo kubwa linalotokea ni kwa sababu mambo kama mawili nitasema. Jambo la kwanza ni kutokufahamu. Watu kutokufahamu utaratibu wa kimungu jinsi ambavyo unatenda kazi. Na kwa nini nasema kutokufahamu? Changamoto hii ya jambo hili inaweza katokea kwenye pande zote. Kutokea kwa watoto kwenda kwa kina baba, ama kutokea kwa kina baba kwenda kwa watoto. Kuna wengine wetu Mungu ametupa neema, tumelelewa na aina ya mababa ambayo walifahamu hiyo siri. Kwa hiyo hatuja encounter sana hiyo changamoto. Lakini changamoto kubwa inapotokea ni kwa sababu
watu wamelishwa dhana ya ubinafsi. Mtu anadhani ninapofungua mlango kwa ajili ya kumpa nafasi mtu mwingine kuna kitu ninakipoteza, lakini kiuhalisia sana unapofungua nafasi kumpa mlango mtu mwingine unapata zaidi kuliko unavyopoteza, kwa sababu kinachotokea kwenye kanuni hii, mahali ambapo wewe ukufika, yule anapofika atafika na jina lako na jina lake. Na ndio maana Mungu anapojitambulisha kwa Musa, haanzi kujitambulisha kwa Musa, anarudi, haanzi kujitambulisha kwa Yakobo, haanzi kujitambulisha kwa Isaka, anarudi mpaka kizazi cha kwanza. Anasema in case umesahau, mimi ni Mungu wa Ibrahim, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo. Maana yake anachosema, mimi ni Mungu ndio yule yule wa kizazi cha kwanza, mimi ni Mungu yule yule wa kizazi cha pili, mimi ni Mungu wa kizazi cha tatu. Ningeweza kusema, angesema mimi ni Mungu wa Dr. Ole, mimi ni Mungu wa Dr. Ipiana, mimi ni Mungu wa Pastor Fred. Ikiwa ina maana gani? Mahali ambapo Dr. Ole alikimbia akaishia, mimi Mungu nilimkabidhi kijiti mtu mwingine nikampa akimbie aende mbali zaidi. Kwa sababu at the end of the day kwenye ufalme wa Mungu hatushindani chochote, ila tunakamilishana kutimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo kinachotokea ni kitu hichi hapa. Mungu atawatanguliza watu wenye misuli. Kwa mfano Dr. Ipiana amesema vizuri sana. Ameongea kwa habari ya mchungaji Ole kuwepo kwenye mji wa Dodoma zaidi ya miaka 20. Tatumia mfano kwa sababu ni moja kati ya watu walionilea, lakini pia ndio ambaye ametuhudumia hapa leo neno. Kuwepo kwa muda wa miaka 20. Kuna kitu ninaamini miaka 20 iliyopita wakati anakuja kwenye mji huu mji haukuwa jinsi vile ulivyo. Maana yake kuna watu Mungu alishajua kwa karakta zao, kwa haiba zao, wao amewawaya kama matingatinga. Kwa hiyo anawapeleka maeneo yenye poli ili waende wakaweze kukata lile poli. Wakishakata poli, yale matingatinga ndio zinakuja V8 zinakuja VX. Au zile VX zikitembea mnaona kitu inapiga mwendo. Lakini kumbuka kusudi ni moja la yule yule Mungu. Na kwa sababu Mungu amesema kitu kizuri, anasema Yesu Kristo anasema nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo kanisa sio la Pastor Fred, kanisa sio la Dr. Ipiana, kanisa ni la Yesu Kristo. Kwa hiyo kama ni la kwake, yeye anaamua nani aanze, nani afuate, ili nini kikamilike. Na kila mtu anampa kulingana na uwezo wake. Kwa hiyo kutokufahamu jambo hili, tukifahamu jambo hili maisha yatakuwa mepesi. Kwanza sisi tunaopokea hatutadhani tunafanya vyema zaidi ya waliotutangulia, kwa sababu tunajua kimsingi tunafanya vyema kwa sababu ya kile walichokifanya wao kwanza kabla ya sisi kusimama kwenye nafasi. Yaani mimi leo ili niweze kukusanya maelfu ya watu, lazima nikutane na mtu ambaye hakukusanya maelfu ya watu. Nikakaa nikamsikiliza, akaniambia ni nini ambacho alikifanya ama ni wapi aliishia. Mimi nianzie alipoishia yeye, niende mbele zaidi. Mimi leo kukiwini kizazi changu, lazima nikutane na mtu aliyekiwini kizazi chake. Aniambie mambo aliyoyatumia na silaha alizonitumia. Mimi nifanye kile ambacho Mungu amenipa kwenye wakati wangu. Na ndio unaona naandika kwenye Matendo ya Mitume, na Daudi akiisha kulitumikia kusudi la Bwana katika kizazi chake, akalala pamoja na baba zake. Come on. Now, that's very important. Kwa unaona mpaka kwenye safari ya mwisho ya kifo bado Mungu anaangalia mababa. Na ndio maana mimi nikiomba wakati mwingine mambo yakiwa magumu, huwa nataja nasema Mungu wa baba zangu katika imani, Mungu wa mababa. Watu walipokuwa wanapanda, ukisoma Zaburi mara nyingi walipokuwa wanapanda kwenye kwenda Sayuni, wanapopanda Yerusalemu, kuna nyimbo walikuwa wanaziimba. Zile nyimbo ukizisikia maneno yake mengi utakuta Mungu wa baba zetu, Mungu wa baba zetu. Yako wapi matendo ya Mungu wa baba zetu, Mungu wa baba zetu? Na hapo ndio kwenye taifa letu, hata kwenye uongozi, kwenye maeneo mbalimbali tumekata, kwa sababu kila kizazi kimetaka kutunisha msuri. Kizazi kinachokuja kimepokea kwa kasi, kimeshindwa kutambua, lakini pia wanyuma wameshindwa kuachilia. Lakini unabii wa siku za mwisho unasemaje? Anasema ya kwamba siku za mwisho mioyo ya kina baba itawaelekea wana na mioyo ya wana itawaelekea kina baba. Alafu angalia anasema ili nisije kuipiga dunia na laana, nisiipige nchi na laana. Kwa hiyo kumbe mioyo ya kina baba na wana inapotengana kuna laana inatokea. Laana ni nini? Laana ni mzunguko usioisha.
Nenda kasome. Eneo la kwanza unaiona laana kwenye Biblia, unakuja kugundua mtu aliyepewa laana ni Kaini. Matokeo ya laana ilikuwa ni nini? Alipewa speed bila destination. Alikuwa ana mwendo lakini hafiki anakoenda. Yaani anakimbia lakini hana destination. Sasa Mungu anaposema ili nisije kuipiga dunia kwa laana, tafsiri yangu anasema ya kwamba ili nisije kukipiga kizazi na mzunguko usio na destiny. Na hiyo ndio sababu kwenye zile point ya mwisho mzee Dr. Ole anasema vijana wasikilizeni wazee. Ni kweli inawezekana kuna yani hapawezi kuwa smooth, lakini in any how lazima tukubali kukaa, kwa sababu pia na sisi kuna siku tutazeeka, alafu tutakuja kugundua na sisi. Miaka 6 iliyopita kwenye miaka 30 ya kanisa la Full Gospel kwa mzee Zakaria Kakobe, alialika watu wengi. Mmoja kati ya watu waliokuwepo alikuwa ni Askofu Sylvester Gamanyo. Askofu Sylvester Gamanyo aliposimama kutoa salamu zake, alisimama akasema, akamuita kwa jina, na sina maana ya kumuita mzee Kakobe kwa jina, mtanisamee, lakini alisema hivi: Zakaria, unakumbuka sisi tulipokuwa vijana tulikuwa tunalalamika wazee wanatubania? Mzee Kakobe akacheka sasa, akasema sasa sisi ndio wale wazee, angalia sisi tusije kuwa tunawabania vijana. Kwa hiyo ni swala la ufahamu. Tumeyumba kwa sababu ni swala la ufahamu, na ndio maana Mungu anaandaa madhabahu kama grand ibada. Unapoona madhabahu ya kusifu na kuabudu inakutanisha watu, wanakaa, haya mambo yanasikiwa, it has to tell you Mungu anapiga kelele katika nchi. Dokta, unakumbuka miaka 5 miaka 7 iliyopita kitu cha namna hii kisingewezekana. Watu unawaambia wanakuja kuimba, unaweka makochi, wanaondoka pale. Lakini leo unapoona kitu cha namna hii kinatokea, maana yake Mungu kuna kitu anataka kukifanya, lakini hakitaweza kufanyika mpaka protoko ya ulimwengu wa roho izingatiwe. Na inazingatiwaje? Ndio maana Mungu anatukusanya, na ndio maana unaona Mungu katika kusanyiko hili anatuletea wazee, anatuletea vijana, ili kuwe na sauti zenye mizania. Wow, tumpigie Bwana Yesu makofi mengi kwa ajili ya Pastor Fred. Thank you very much. That is very insightful. Now, natamani kwenye trajectory hiyo tupate, sijui kama Dr. Joel amesha to join. Natamani nimuulize hili. Okay. Dr. Joel Nanauka, karibu sana. Unatusikia? Yes, Dr. Joel Nanauka, karibu sana. All right. So, great. Jamani, tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya teknolojia. Dr. Joel, unatusikia? Karibu sana. Asante sana Jonathan. Wow, tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya Dr. Joel Nanauka. All right. Sasa Dr. Joel, nina swali kwa ajili yako, na hapa Dodoma makao makuu watu wanakusikiliza vizuri sana. Tumesikia kutoka kwa Dr. Ole mwanzoni, na ametuonesha kwamba vijana wana nguvu, na kizazi hiki au kanisa hili lipo mikononi mwa vijana. Lakini pia tumesikia kutoka kwa Pastor Fred Msungu ambaye amegusia wazee pamoja na vijana na ile transitioning na nini kifanyike. Sasa nilikuwa nasoma Mithali sura ya 14 mstari wa 34. Biblia inasema haki huinua taifa, lakini dhambi ni aibu ya watu wote. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Na nikakumbuka Biblia inasema we are the righteousness of God in Christ Jesus. Sasa nikasema hivi, that means sisi kama Wakristo tuna nafasi yetu ya kusimama. Dr. Joel, nikatamani nikuulize hili swali. What is the role or the position of the church or the Christian au mwili wa Kristo? What is the position or the role of the church in influencing culture
or bringing about results katika jamii au katika taifa. Kwa sababu Wakristo wengi tulionao, to be honest, kuomba sio dhambi, lakini tunaomba sana lakini hatuoni matokeo. Tunanena sana kwa lugha lakini hatuoni matokeo. Tunafunga sana lakini hatuoni matokeo. Na tuko sana kanisani. So, what is the role? Nafasi ya kanisa, nafasi ya mwili wa Kristo, nafasi ya Mkristo katika jamii, katika taifa ni ipi ili kuleta yale matokeo yatakayompendeza Mungu na kuinfluence kizazi? Karibu sana Dokta. Asante sana Jonathan. Kwanza namshukuru Mungu sana kwa fasting. Pia ni kwa kumtii Mungu kwa ibada. Nitambua pia watu Mungu kwa hapo, Dr. Ole, Mchungaji Thomas na wengine ambao haja pia. Nafikiri ni vizuri kujua mandate ya kanisa iko kwenye 2 dimensions ambayo iko wazi cha Ufunuo sura ya 5 ule wa 10 ambayo inazungumza Yesu alikuja kufanya kutununua tuwe ufalme na kutamani. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kwamba ili kanisa liwe na culture kama kuna miguu miwili kutembea, lazima kuwe na ufalme kama kingdom na lazima kuwe na priesthood ambayo ndani ya kanisa. Sasa mara nyingi kasi zaidi kwenye chapili priesthood kasahau function ya kingdom. Na ukimwangalia Yesu alibiri sana kuhusiana na gospel of the kingdom. Sasa tukizungumza kanisa tunaanza kwenye level mbili. As an individual lakini pia institution. Kwamba anaposema mwende ulimwenguni kote ule ulimwengu to physical structure kwa maana cosmos. Lakini anazungumza pia systems kwa maana ions shirika ya maskani. Kwa hiyo anaposema twende ulimwenguni kote, sema twende kwenye system zote. Sasa unapotaka kuinfluence kama kanisa, maana yake unataka influence kwenye maeneo matatu. Kwanza unaweza ukajiposition kuwa mwakilishi wa Mungu katika agenda. Unagundua kwamba watu walifikia hizo level kama Ibrahim. Mungu anasema nitafanyaje kitu Sodoma na Gomora kabla sijazungumza naye. Unaangalia kama Yona anafahamu agenda. Unamzungumzia mtu kama Nuhu ambaye alikuwa anafahamu pia agenda. Kwa hiyo kwanza ni kuwa na uwezo wa mtu kudecode majira ya Mungu katika wakati husika, kwa kama mwana wa Isakari kujua Mungu ana ajenda gani kizazi changu wakati huu na kusimama kumwakilisha. Eneo la pili ni kwenye social life, ambapo hapa tunapata dimension mbalimbali ambazo ndio hasa tunapozungumza the light of the world. Naomba nikumbushe jambo kwamba influence ya Misri haikuwa kwenye roho mwanzoni, ila kilichowavuta Wayahudi kwenda Misri ilikuwa ni mfumo chakula au ni social system iliyowasababisha wahame waende sehemu nyingine. Maneno mengine, dunia ina gravitate towards people who are owning social system world. Kwa unaona pamoja na kwamba walikuwa na nchi hadi, lakini ilibidi wahame kwa sababu ya social system iliyokuwa powerful. Lakini eneo la tatu, influence ya kanisa unatoka kwenye nguvu ya kuleta mabadiliko ya mamlaka tuliyopewa. Maana lazima mtu awe kwenye code of power aweze kupitia nafasi aliyonayo kwamba neno lake linaweza likabadilisha. So wind up ukiangalia role ya kanisa, kwa nini imekuwa ni changamoto pia na nini kinaweza kufanyika pengine, ni kwa sababu moja, you cannot get a place in Goshen if you don't have a Joseph in Egyptian system. Kwa hiyo unahitaji kuwe na Yusufu aliye ndani ya mfumo, amepenetrate kwenye mfumo wa Misri ili awatafutie Wayahudi Goshen ndani ya Misri. Sasa changamoto inakuwa ni kwamba watu wengi hawaandai mayusufu wanaweza kuingia katika mfumo wa Misri ili watafute Goshen ambao tunataka kwenda. Yes sir.
kwa sababu wewe ukikaa kanisani ukasema mimi siishi Misri nakaa Goshen, kumbuka atakayekupa access ya Goshen Joseph aliyetangulia mbele yako aliyeweza kupata nafasi katika mfumo wa Misri. Na hii ndio maana Yusufu alipofariki walisema aliinuka Farao asiyemjua Yusufu. Ina maana kumbe kuna watu wanaotangulia katika mifumo, na hapa tunazungumza habari ya generation. Walipata access na mifumo wa Misri, lakini walishindwa kuinua watu wengine warithishwe ndani ya huo mfumo kuzaa hapo sasa kuondoka bado kuendelea kuwa na nafasi. Kwa kinachotokea ni nini? Kila generation inaanza upya. Kwa hiyo generation ya mababu zetu waliwahi kupata nafasi katika mfumo wa Kibabeli, katika mfumo wa Egypt. Walipata nafasi katika political corridors, walipata nafasi katika uchumi na business. Lakini walishindwa kuinua visasi vingine ambavyo wangeendelea kurithishana utambulisho wao. Kwa hiyo anapoinuka Pastor Fred leo analazimika kuanza upya ku access corridors of power kwa sababu hakutambulishwa katika ule mfumo. Kwa hiyo ndio maana ninapomalizia kwenye eneo hili, ukiangalia Israel walipochukuliwa kwenda utumwani Babiloni, walienda kwenye vikundi vitatu. Kikundi cha kwanza walichukuliwa viongozi. Hii ndio inakuambia kwamba unapotaka kuinfluence kama kanisa lazima you have to build leaders. Kwa sababu wasipotumiwa leaders kwenye kanisa, Babylonian system itawachukua. Level ya pili walivyohama wakachukuliwa craftsmen, watu ambao wana ujuzi skilled. Kwa hiyo kama ni wana ujuzi wa IT, kama wana ujuzi wa graphics, kama wana ujuzi wa madini, wakapelekwa. Ndivyo mfumo unavyofanya kazi. Alafu walivyofanikiwa katika hizo level mbili wakachukua wale wa mwisho. Lakini unaona walipokuwa narudi, Mungu akaweka pia katika makundi matatu ambayo anatuambia sasa restoration inafanyikaje. Kwanza karudi Zerubbabel, akarestore social life, akabuild systems za social. Tena akaja Ezra na kundi la pili, akabuild spiritual pattern. Yes sir. Akafuata Nehemia, akabuild physical pattern. So nachotaka kusema ni nini? Ili kuinfluence the world, kama tunavyoona walivyokuwa wanarudi, Zerubbabel alirepresent the generation of people ambao wamekuwa prepared na church to get into the social setting of the society. Yes sir. Ukifanya hivyo, second session ya kina Ezra ambao ni priesthood wanakuwa na nguvu kwa sababu mifumo inawatambua na kuwapokea. Yes sir. And then inakuja physical structures ambazo zinamalizia kazi. So nafikiri kwa ufupi tunataka nikasema habari kwa nafasi nitaeleza how mtu anaweza kuingia sasa kwenye hiyo kubuild hiyo influence. Asante sana Jonathan. Oh, thank you very much Dr. Joel Nanauka. Naomba tupige makofi mengi kwa ajili yake. Nilitaka nichomekee kitu hapo kwa Dr. Joel just for a minute kabla sijamuuliza hili swali Dr. Ipiana. Point yake kwanza amezungumza kuhusu kwenda into the systems. Yesu wakati anawa commission wanafunzi wake aliwaambia go ye into the world and preach the gospel and make disciples, right? Kwa hiyo sisi tumeichukua hiyo alafu tukaiweka kikanisa zaidi. Lakini go ye into the world manake nendeni huko kwenye mifumo, cosmos, nendeni huko ulimwenguni, nendeni kwenye siasa, nendeni kwenye biashara, make disciples. Na ndio maana Yusufu Farao alivyokuja asiyemjua Yusufu ni kwa sababu unaona Yusufu hakuwa ametengeneza, hakuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja katika majukumu yangu ya kazi niliitwa kwenye shirika moja kubwa sana la ICT hapa Tanzania. Ndani ya miezi mitatu walikuwa wameondoka staff 15. Kwa hiyo wakawa wanachanganyikiwa sasa na wanapoteza pesa. Wakasema bwana hebu njoo consult us tufundishe what is going on. Nikafanya assessment doctor. Nika find out the problems. The physical and the physical problems. Lakini Pastor Fred, there was a spiritual problem. HR akaniita pembeni akanambia bwana wiki iliyopita tumekuta hirizi mlangoni kwa MD. Nikasema hirizi ya nini? Wakasema nahisi wanaweka kwa sababu MD siku hizi anakubali tu. Kwa hiyo waliweka hirizi kumpumbaza. Kwa hiyo wakifanya mablanda yao mambo yatokee. Pale Roho Mtakatifu kanambia you are here because of that.
Nikamwambia yule chara, umeokoka? Akasema nimeokoka. Nikamwambia tafuta waliokoka wenzako tuanze kuomba. Kwa mimi nafundisha na train na wasaidia, lakini mimi mwenyewe nafunga na kuomba, and I bring my light out to effect that change. Kwa hiyo ninakuombea katika jina la Yesu, kokote Mungu alikokupanda, go and be the salt and go and be the light in the name of Jesus Christ. Asante sana. Dokta, nina swali kwa ajili yako. Ukisoma Yohana sura ya 4 mstari wa 24, ni conversation ambayo Yesu alikuwa nayo na yule mwanamke Msamaria. Na Yesu anasema maneno, alisema vitu very profound. Alisema saa inakuja, those that worship the Father will worship in spirit and in truth. Sasa nikasema na Yesu akaongezea akasema kwa sababu Baba anawatafuta hao. Alitumia neno true worshipers shall worship in spirit and truth. Nikasema kama kuna true worshipers, maana yake kuna false worshipers. Kwa sababu Mungu anatafuta true worshipers. Kwa hiyo tunaweza tukaa wote tunaabudu, lakini katikati yetu kuna true worshipers and false worshipers. Kwa hiyo Mungu anatafuta who is a true worshiper. Sasa nimeobserve kitu. Ni kama maana halisi ya ibada labda kwa kizazi chetu au kwa majira haya imekuwa a bit watered down, au ni vile watu hawaelewi what does worship mean. Na of course umeandika kitabu cha worship. Kwa nilitamani utuelezee, utudadavulie, ili tunapoingia kuabudu na kuendelea hata kwenye maisha yetu ya kawaida, hata tukiwa maofisini, we know what is true worship. Lakini in line to that, tell us why then grand ibada. Kwa sababu Mungu amekupa haya maono, ameweka mzigo ndani yako, so let us know. Asante sana mtumishi wa Mungu Jonathan. Namshukuru Mungu nimeweza kufanya research kidogo kwa uelewa wangu, na Roho Mtakatifu amenisaidia kujua vitu vichache kuhusiana na mambo ya ibada. Na ninavyoiangalia ibada kwangu, nina definition nyingi sana, lakini njia rahisi ni kitu ambacho unakiprioritize kwenye maisha yako, unakipa nafasi kubwa kuliko vingine vyote. Ya kitu ambacho kinaweza kukuchukulia muda na usione kwamba umepoteza muda, na kitu ambacho unaweza kuacha mambo mengine yote ukakifuata hicho. Naweza kutoa tu, ukiwa unafuatilia UEFA wakati ulipaswa kwenda kuomba, blaza huko unaabudu tu UEFA. So ibada ni simple as that. Na mara ya kwanza unaona neno ibada limetumika kwenye Biblia ni pale mzee Ibrahim, ambapo aliprioritize kumpa Mungu Isaka kuliko kubaki naye. So hata sio kuimba, sio kutoa sadaka, sio, ni kile kitu ambacho unahisi ukimfanyia Mungu unakuwa umempa heshima ya hali ya juu na upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo sasa hicho kitu unaweza kukiexpress kwa style mbalimbali. Ukitumia music utakuwa umeachilia ibada kupitia mziki. Ukitumia sadaka utakuwa umefanya ibada kupitia sadaka. So vingine unakuwa unatafutia jinsi gani sasa na express, jinsi gani naachilia hii ibada, unatumia mziki, unatumia matendo mema. Ndio maana wakati niko Muhimbili pia chuo, nilikuwa natoka usiku saa 5 naenda labor ward kuwasaidia wamama wanaojifungua usiku. Roho Mtakatifu ananiambia nenda labor ward saa hii. Nikienda labor ward namkuta mama anajifungua na manesi kweli wamechoka, so wameshindwa kuattend vizuri. Nimemwattend dakika chache, anaona upendo wa ajabu, anasema doctor, sijaiona upendo kama huu. Analia. Nasema unalia nini? Nahisi sijawahi ona upendo kama huu. Alafu namhubiria injili, anaokoka wakati anamzaa mtoto wake na yeye anazaliwa. Pale sikushika maiki yoyote. Sikushika maiki wala sikupiga kinanda. Lakini yes, na sikuweka sticker ya Bluetooth. Lakini Mungu alipokea harufu nzuri ya manukato. Na wakati namfanyia hivyo sala ya toba hapa, anatokea mama mwingine kabisa ushungi. Anapushi na mtoto amekaribia pale, na muai namsaidia, anajifungua, anachanika kidogo, na mshona kwa upendo hali ya juu, kama nafanya kwa Bwana. Kama nafanya wapi? Kwa Bwana. Baadaye namrudishia mtoto wake. Ninapomrudishia mtoto wake, naona mama wa Kiarabu analia. Nasema mbona leo kuna shida gani? Mbona wagonjwa wanalia leo?
Anasema daktari, sijaiona mtu kama wewe. Nasema nimefanya nini? Naomba hiyo pochi. Nampa hiyo pochi, ananipa burungutu la pesa. Nikasema hapana, hii kazi ambayo daktari anapaswa kufanya ndio hii hapa nilichokifanya, hamna tofauti. Akasema hapana, kuna kitu ambacho kimenigusa wakati unafanya hii sadaka, naomba uwape pale jangwani unavyopita wale watoto yatima uwatupie. Anaendelea kulia. Namuuliza Mungu, leo nini? Akasema hiyo nimepata harufu nzuri ya ibada kutoka kwako. Kwa hiyo Mungu akasummarize akaniambia, mwanangu, ibada sio mkusanyiko wa watu mnaokuja Jumapili kuniimbia. Ibada ni ile unaofanya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Ukija Jumapili unasema umtakatifu Bwana. Una summarize ulichomhudumia mteja alivyokuja pale supermarket, ukamhudumia kwa tabasamu nzuri, akasema ninahisi kitu cha tofauti kwako. Kama unafanya kwa Bwana. Kwa hiyo tukisababisha hiyo ibada itoke ndani ya kuta nne za kanisa, tutakuwa tumefanikiwa kuleta watu wa nje ya kanisa ndani ya kanisa. Hawatuwaleti kwa sababu hatuna cha kuonyesha nje ya kanisa. Tukija ndani huku tunanena kwa lugha, lakini tukitoka pale ukikanyagwa kwenye daladala, utanena kwa lugha nyingine ambayo Kwa hiyo nahisi ibada ni maisha ya kila siku ambayo tunafanya. Na hizi gathering tuna summarize, tunaleta corporate. Ndio maana Pastor Ora amesema tunaleta corporate anointing, corporate revival, personal revival moja moja. Tukileta hapa kunatokea na mlipuko. Sasa tusipotengeneza maisha yetu huko moja moja, hakuna mlipuko, unachelewa. Sasa ili usichelewe, inabidi kila mmoja afanye ibada yake alikoitwa. Wote hatutashika maiki, lakini wote tutajenga jengo. Mtu tukiangalia jengo tukabia radiso fekata, mbona jengo kali sana hili? Kwa nini naamini ibada ndio hiyo, mtumishi. Amen. Tumpigie Dr. Piana makofi mengi. Wow. Na sijui labda kabla sija kukaribisha tena, Pastor Fred nakupa tu final charge, alafu nitakukaribisha Dr. Take over, tuambie now why grand ibada, right? So Pastor Fred, kuna mtu anakusikiliza huko, anakuangalia. Na umezungumza kuhusu kupokezana vijiti, umezungumza kuhusu pattern Mungu aliyoiweka hapo awali. Dr. Joel amezungumza kuhusu systems, mifumo, na kuingia huko kwenye hiyo mifumo. Tumeona ibada halisi. Kitu ambacho Roho Mtakatifu ameweka moyoni mwako kwa dakika chache tu, final charge, unatamani mtu aondoke nacho, asione tu makochi meusi na watumishi wa Mungu wamekaa, akapata that final charge, what will it be? Anything at all? Jambo la kwanza ni kurejea kwenye kile ambacho Dr. Joel amesema. Ametamka statement yenye nguvu sana, imegusa moyoni mwangu. Enendeni ulimwenguni. Na lile neno ulimwenguni akalivunja kwenye namna ya ulimwengu ni zaidi ya lidude hili tunaloliita dunia, lakini ni mifumo. Maana yake Mungu anapotukusanya namna hii, kama ambavyo amesema Dr., maana yake amekuja kwanza kutucharge, amekuja kutuongeza nguvu. Na ukisoma Biblia vizuri utakuja kugundua makusanyiko mengi ya watu wa Mungu yalikuwa yana mrengo huo, kwa ajili ya kuja kupokea nguvu, alafu zile nguvu ziende zikafanye nini. Ukienda mahali pengine Yesu anasema, nimekuwa nikifundisha mara nyingi, anasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Now, kitu hichi natamani nimwachie kila mmoja hapa. Ukiliangalia hilo andiko ni kama leo hali apply. Ni kama ukiliangalia haraka ni kama halina uhalisia. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, wakati kila baada ya nyumba 3 sasa hivi kuna kanisa. Kila baada ya nyumba 4, tena sisi Dodoma tunazoelewe, ukienda Mbeya kila nyumba ni makao makuu ya kanisa. Ukienda nyumba ya kwanza, ya pili makao makuu ya huduma ya Golgotha, ya 3 ya 4 makao makuu ya Yesu akalia, makao makuu ya glory to glory, makao makuu. Kwa hiyo ni kama watu wamekuwa wengi, lakini kwa nini Yesu anapiga kelele hiyo mioyoni mwetu, mavuno mengi watendakazi ni wachache? Ni kwa sababu watendakazi wote wameamua kukaa kwenye eneo moja la shamba linaitwa kuimba na kuhubiri. Lakini tumekosa watendakazi
kwenye maeneo ya marketplace. Tumekosa watendakazi kwenye siasa. Tumekosa watendakazi kwenye biashara. Tumekosa watendakazi kwenye maeneo ya ushawishi wa kiuchumi. Kwa hiyo wote, yani ili mtu atambulike kuwa mtumishi wa Mungu, lazima ashike mic, awe apostle, awe pastor, ama awe mwimbaji binafsi. Lakini hayuko mtu ambaye yeye ni mwanasiasa na katika siasa yake ameamua kujitanabaisha ya kwamba mimi ni mwanasiasa, lakini huu ndio msimamo nilioamua kumsimamia na hichi ndicho nachotaka kukiendea, ili yeye kupitia nafasi Mungu aliyompa awavute wanasiasa wengine. Daktari, haijalishi una upako mkubwa kiasi gani, kuna wafanyabiashara wewe huwezi kuwafikia. Yani kwa sababu kwanza utakutana nao wapi? Kuna watu kwa level za biashara walizofika, kwanza hawapandi daladala, pili hawapandi mabasi, tatu hata wakipanda ndege hawapiti unapovua viatu wewe, wanapita kwenye VIP lounge. Sasa ni lazima Mungu ainue wafanyabiashara wa kiwango hicho ambao wenye mrengo wa kifalme ndani. Yani mtu mfanyabiashara ambaye anajua mimi ninafanya biashara ya mafuta, lakini this is not primary. Yani biashara ya mafuta kwangu ni secondary, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu kupitia biashara ya mafuta. Alafu guess what? Inapotokea unapoenda kwenye ule mlango wa VIP pale airport, unapopita unakutana na mfanyabiashara mwingine wa mafuta kutokea Omani. Akikukuta pale tayari umesha command attention yake, kwa sababu atajua huyu mtu kama amekaa hapa ana kitu ambacho mimi ninakifanya. Alafu mnaongea kama ilivyokuwa kwa Filipo na yule Mkushi, wamekutana mahali, alafu anamuuliza, je, yanakuelea unayoyasoma? Alafu anamwambia, yatanieleaje nisipokuwa na mtu wa kunielewesha? Umekaa pale, mwenzangu unafanya biashara gani? Unasema mimi ndio hii Tanga yote mafuta unayoyaona ya kwangu. Alafu wakati mnaongea unataja Yesu bila kuona aibu. Changamoto kubwa tulionayo, tuna watu kwenye mifumo, tuna watu kwenye maeneo ya ushawishi, lakini wanaonea aibu jina la Bwana. Na ndio maana Paulo anapoandika kwa habari ya injili anasema, sionei haya injili ya Bwana, kwa kuwa ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. So kitu ambacho mimi naamini Roho Mtakatifu ametukusanya leo, na ndio nitakuwa neno langu la mwisho nalo tamani niliache kwako. Wewe kama ni mfanyabiashara kwenye level ya ujasiriamali, jioni wewe ni mtume kwenye ujasiriamali unaofanya. Wewe kama ni mwanasiasa, uko bungeni, uko mahali popote, jioni wewe ni mtume. Yani tunapoinua mikono juu na kumwambia Mungu tunakuabudu, wakati Mungu anatujaza na roho wake, anaposema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu na kisha mtakuwa mashahidi wangu. Anza kuona ushahidi kwenye eneo la biashara. Anza kuona ushahidi pale sokoni ulipokaa. Yani kuna watu wakikuona waone ushahidi. Ushahidi kutokana na kile unachokifanya, maisha yako ya kila siku, your surroundings. Ndio hicho Yesu anasema, ndivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele za watu wapate kuyaona matendo mema, sio kubana mikono namna hii unavyobana mtumishi. Kwa sababu hapo ndio ambapo tumekuwa wengi tumegotea hapo. Yani tuna ubingwa wa Ukristo wa kuonyesha sura za upako kanisani, lakini tukitoka kwenye ule ukuta hatuna kitu cha kushika tena. Sasa ndio maana kwenye kizazi hichi Mungu anatafuta wanasiasa, Mungu anatafuta wanamichezo, Mungu anatafuta mamodo. Nisikilizeni mabinti, ambao haitakuwa lazima mtu avae uchi ndio akae kwenye tangazo. Haitakuwa lazima. Haitakuwa lazima tutangaze kinywaji wakati mtu amevaa chupi. Haitakuwa lazima. Kuna tofauti, kuna uhusiano gani ya kunywa soda na mtu kuvaa nguo ya ndani? Sio kama unani Come on now. Kuna uhusiano gani? Na ndio maana Mungu atatafuta. Kuna kabinti kazuri kako hapa, kana sura nzuri natural, kanaweza kuvaa vizuri, kanampenda Yesu vizuri. Alafu wakikaangalia kwa kabinti wanasema, mbona haka tunaweza tukakaweka kwenye billboard. Alafu wakati wanakasainisha mkataba, kale kabinti kanasema ya kwamba, lakini mimi huwa sivai chupi, mimi huwa sivai nguo, msiniangalie hivyo, mimi huwa sivai nguo zinazoishia kwenye mapaja, mimi kuna namna yangu huwa nafanya. Alafu Mungu anamtumia huyo binti. Tunaanza kuona Tanzania imebadilika. Mahali ambapo tulikuwa tunaona watu walikuwa wamekaa uchi,
tunaanza kuwaona watu wamerejeshiwa nguo wamevaa, na huyo mtu anakuwa ameenda kuweka chachu na nuru kwenye eneo lake. Kuna mtu yuko hapa anaendesha bodaboda, amekaa hapa anasikiliza, wakati anaabudu Roho Mtakatifu atakuja juu yake. Alafu atakapokuja juu yake, atakapoenda kumpakia mteja, kuna wakati atakuachia change. Akikuachia change, utachukuta tu ndani yako umeamua kurudi safari ya kilomita 5 zilizotoka, unamrudishia ile change kama Dr. Ipiana alivyofanya. Alafu anapopokea ile change, anachokiona, anaona moyo ambao hajawahi kuona kwa bodaboda wengine. Anajiuliza ni kuna kitu gani kinatokea? Ndio Yesu anasema hivyo, nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu yaliyo mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kuna mwanafunzi wa chuo amekaa hapa, wakati dunia yote imesema haiwezekani kuishi bila kudanga, lakini kuna mabinti wako hapa. Utakaa mwaka wa kwanza, utakaa mwaka wa pili, utakaa mwaka wa tatu. Hata kama itakubidi kulala na njaa, utakubali kulala na njaa, lakini utasema aliyenileta kwenye chuo hichi ndiye ambaye atanitoa kwenye chuo hichi. Kuna watu wamekaa hapa kwenye maeneo mbalimbali ambao ndio hao anawatafuta. Saa inakuja nayo sasa ipo ambayo Baba anawatafuta waabuduo halisi, maana Baba anawatafuta watu kama hao. Yule mama akamwambia Bwana Yesu, ndio najua ninyi huo mnaabudu hekaluni na sisi tunaabudu kwenye mlima huu. Yesu akasema sio swala la hekaluni, sio swala la Jumapili, sio swala la mahali setting ya ukuta kama hii. Kanisa letu sisi kanisa letu lina no, it's not about that. Yesu anasema lakini saa inakuja nayo sasa ipo, akiwa anasema hiyo saa inakuja kwa sababu bado hajafa msalabani, nayo sasa ipo. Yeye ndio hiyo saa mwenyewe. Anasema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Anasema mimi ndio hiyo saa yenyewe ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, maana Baba anawatafuta watu kama hao. Hao waabuduo halisi watatoka na ibada kwenye nyumba siku ya leo. Utaenda nayo kwenye kitanda chako kwa jina la Yesu. Utaenda nayo kwenye chuo chako kwa jina la Yesu. Utaenda nayo kwenye shule yako kwa jina la Yesu. Utaenda nayo kwenye ofisi yako kwa jina la Yesu. Hata ikibidi kupoteza hiyo kazi kwa sababu ya kile kitu umekiweka ndani, utaenda nacho kwa jina la Yesu. Hata ikibidi kupoteza heshima yako, hautakubali kwa sababu iko ndani yako kwa jina la Yesu. Hata ikibidi kupoteza cheo chako, utasema Kristo ndani yangu tumaini la utukufu kwa jina la Yesu. Hata ikibidi kupoteza jina lako, utasimama kama Daudi, utasema wale wanataja magari, wanataja farasi, wale wanataja machumba, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Kama ni wewe, ungenyosha mikono yako juu tayari, ungeanza kumpa Yesu ibada yako tayari. Kama ni wewe, ungenyosha mikono yako juu tayari, ungeanza kumpa Yesu ibada yako, maana leo ndio ile siku ambayo Bwana anakwenda kufanya. Na hichi ndicho kizazi cha watu ambao wanamtafuta Bwana. Na hichi ndicho kizazi cha watu wautafutao uso wa Bwana, Mungu wa Yakobo. Ninaona katika jina la Yesu, kama ambavyo Baba amekuja ameachia hii anointing juu ya vijana. I can see there is a future. Kuna kizazi kinakuja. Kuna future kwenye kizazi hichi. Hata wale wazee waliotukatia tamaa, wanaosema hawajui kanisa linaenda wapi, lakini ninatangaza kwenye madhabahu ya Bwana, iko future tena, 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 iko future tena. Tunachukua na tunapeleka kwenye viwango vingine katika jina la Yesu. Saa inakuja. Arada babo sefekete. Rikoza vata mahali.